wewe ni nani kwangu? Mimi kwako niko kwako kama mama yako, kwa sababu wewe mwenyewe hisi ukanielewa mpaka mimi mwenyewe nikuelezee vile kulikuwa. Kuna mwanamke mwenye amekuwa kitrend for the last 1 month claiming that she's the real biological mom wa Bahati. You understand? And she's the lady from western part of the country, ni Mluya. You understand? Na huyu mwanamke alirecord video na ikapostiwa pale TikTok akisema that yeye ni mama Bahati. And most of us as fans tulishtuka sana. You understand? Because you know that Bahati ni Mkamba, but mama ya Bahati ni, but huyo mwanamke anasema ni mama Bahati, she's a Luya from western part of the country. You understand? And according to zile story Bahati amekuwa kitupea, anatuambianga that mamake alikufa akiwa myang sana. You understand? And mamake alizikangwa Makueni. You understand? When he was very very small. But now another lady come up na akasema that yeye ndo mama Bahati. And my question is very simple. If Bahati was not famous, huyu mwanamke angemtafuta? Kama Bahati angekuwa famous, huyu mwanamke angemtafuta? Ama she's doing all these things to realize that Bahati is famous? Unajua siku hizi watu wanapenda kuchase cloud sana. Of which I'm not saying that the woman she's chasing cloud na Bahati, but maybe huyu mwanamke anatumiwa vibaya na mtu mwingine. Maybe alienda akaambiwa na msee, wewe sema wewe ni mama Bahati ndo Bahati akusaidie. You understand? Because one thing with me is that Bahati amekuwa one of the artists mwenye amekuwa akijituma sana. You understand? He's a promising artist. He's one of the biggest brands in the country. When it comes to content creation, Bahati na Diana, they are the huge names in East Africa. Wako na watu poa, wako na magari, wako na nyumba. They have a couple of companies in Arana. Life yao inaendelea vizuri sana. And that's why people, they might identify themselves with Bahati. You understand? And that's why mimi naambianga wanaume, you need to work hard, put in work, because hakuna mtu anapenda identified na maskini, but kuna watu wanapenda identified na matajiri. Let me give an hypothetical example. Pale kwa familia, upate kuna familia yenye firstborn ni maskini na lastborn ako na pesa. Huyo lastborn ndo atapewa heshima kushinda firstborn simply because anatoa do. Even the likes of akina the President Uhuru na Ruto, unapatanga kuna wase wanasemanga that Uhuru is my distance cousin, Ruto is my step brother, Ruto tulisoma naye, simply because according to the human nature we like identify ourselves with success, not failure. You understand? And I'm still waiting to see how things are going to unfold. Juu after hiyo video imetokea, Bahati alitoa mwanamke na akasikiza why the lady she's saying that yeye ni mamake. You understand? And afterwards Bahati akaamua kwenda kufanya DNA and they're waiting for the 14 days zimalizike. That is 2 weeks tujue if huyo mwanamke is the real biological mama Bahati ama ni story za jaba. Na mimi naambianga tu vijana na wanaume, just keep on pushing, keep on working hard. When you become successful in life, that's the time you realize that you have many relatives than you thought. Sazilo umekuwa someone who is very popular now, you are very successful. People, they will begin to identify themselves with you. Utakuwa unasikia that uko na siblings wengine mahali huko unajua. Unajua mimi ni fan wa Bahati na nilianza kusikiza Bahati kitambo sana. Enzi za mama na enzi za barua. And we know that Bahati was raised in a children's home. You understand? And up to date, hakuna mtu ashijitokeza akasema that yeye ni mtoto wake. But zile Bahati amekuwa successful, that's the time when this young woman, she's showing up and even crying, saying that, Bahati ni mtoto wangu. So I'm asking myself, what if they do the DNA na wapate kuwa that the DNA does not match? What if wafanye DNA na wapate that Bahati si mtoto wake? Huyu mwanamke ataambia watu aje? Or they do the DNA na wapate kuwa that Bahati ni mtoto wake? Because you know that Bahati amekuwa akisema that nyumbani kwao ni Makueni Mbooni. So ataanza kujiulizana mwenye niliziko huko Mbooni ni nani? Because ameshingi kuambiwa that huyo ndo mamake alizikwa Makueni. We know that Bahati akona siblings wengi sana. But anyway, let's wait and see how things are going to unfold. But as a man, I always tell young boys over there, jitume tu. Put in work, focus on yourself, and people will begin to identify themselves with you. Yeah. Like the likes of akina Jirongo. Jirongo alikufa, na after alikufa ndo tuliona watoto wake wote kwa mazishi. Something that we never anticipated could happen. Can't just trust Bahati, I can't trust that woman.
Hiyo kitu inaweza kuwa ni something which is stage managed. You understand? Maybe people are trying to bounce back to the music kama nataka kuendelea kukuwa relevant. Tunajua Bahati is the king of kiki. Yani king wa kiki Bahati. He can do anything ndo aongelewa kwa hii town. And it's long since they did something ya kuongelelewa. So they might do something else hii mwaka ndo ongelelewe. You understand? Because Bahati na Diana wanakuanga to the talk of the time. But let's wait and see how things are going to unfold. Kama Bahati huyu mwanamke ni mamako, take over. But kasi mama yako, wacha ende tu ajibambe. Anyway, I go by the name Onesmus Kioko, the CEO of Classic TV Network. And don't forget to like, share, and mostly subscribe. Let me see you in the next episode.